Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wajua, kuna jamaa moja ambaye anaitwa Michael Hart. Ameandika kitabu kizuri kinaitwa 100 Most Influential People of All Times. Na katika namba moja katika kitabu kile ameweka the prophet of Islam, the prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kizungu peace and blessing be upon him. Kwa Kiswahili rahma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Na lazima utajiuliza, mbona niseme rahma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake? Ndiyo, ni amrisho letu ndani ya Qur'ani, suratu Ahzab sura ya 33 aya 56. Kila akitajwa mtume huyu ama mitume wote waliotangulia, tunawatakia rahma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao. Huyu Michael Hart ameangalia watumia kwa jinsi walivyoendesha nchi, kwa jinsi walivyoathiri maisha ya watu, kwa jinsi walivyokuza uchumi ya nchi ama ya pale walipokuwa naishi. Akasema kwa kila kipimo nilichokuwa nakiangalia, nimeona huyu Muhammad ndo ametoka namba moja. Yani he is the world's greatest. Hakuna anayemfikia huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na najua wengi wanataka kusoma kumwelewa huyu Muhammad alikuwa ni nani, na ndo darasa zetu zimeanza leo. Jamani, huyu Muhammad ukitaka kumfahamu, kwanza wewe nifuate, utaweza kumfahamu vizuri. Nifuate darasa zangu hizi. Lakini ukitaka kuelewa Qur'ani pia, huwezi ukaelewa Qur'ani bila kumwelewa huyu mtume. Kwa sababu siku moja mke wake Aisha aliulizwa tabia zake za huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziko vipi? Akasema khuluquhu alquran, tabia zake ni sawa na yale mafunzo yaliyokuwa ndani ya Qur'ani. Yani yale aliyoandishwa ndani ya Qur'ani, mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam alilive by what the Qur'an says. Ilikuwa si maneno tu yaliyoandikwa, ilikuwa ni maneno na yanatekeleza kivitendo. Na sisi interpretation yetu ya Qur'ani inalingana kiasi kikubwa na maneno yale yaliyokuja na tafsiri ile ambayo yeye alipatia. Kikubwa zaidi, alikuwa hajui kusoma wala kuandika.